Ikiwa ni wiki ya mwisho wa mwezi wa saba. Leo ni siku ya Jumatatu tarehe 27 mwezi wa saba 2026. Uhali gani mpenzi msikilizaji na rafiki wa Radio Maria Kenya Nairobi? Habari za asubuhi popote ulipo. Najua kwamba imekuwa ni muda tangu tulipokutana hapa. Wiki mzima hatuja kutana na wewe. Umeshindaje? Nikizidi kumshukuru dada yangu Irene Wambui ambaye alikuwa amechukua ushukani wiki hiyo pamoja na mtoto wa kifalme. Lakini tulikuwa tunaunganika kuanzia saa 1:30 hivi hapa ndani ya redio ya mama. Umeamkaje? Karibu tena katika kipindi chako cha Arise and Shine, mahali ambapo tunaianza siku na Mwenyezi Mungu, mahali ambapo tunaliangazia neno la Mungu ili iweze kuangazia nini maisha yetu. Ni mahali ambapo tunaamini kwamba kila asubuhi ni mwanzo mpya wa neema, ni mwanzo mpya wa matumaini na wa uwezekano mpya. Karibu sana. Mimi nafahamika kama The Marian Subanisa. I really missed you while I was away. Leo ni siku ya Jumatatu na kila Jumatatu huwa tunaikabidhi siku yetu, kazi zetu na maisha yetu kwa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kulingana na mapokezano na mafundisho ya mama kanisa. Kila Jumatatu, every Monday is dedicated to the Holy Spirit. Kwa sababu tunaamini kazi inaweza kuanza mapema, biashara inaweza kufunguliwa mapema, watoto wanaweza kuanza safari ya kwenda shuleni mapema, lakini kama Roho wa Mungu hatuongozi, tunaweza kuwa busy lakini tusije tukazaa matunda. Tunaweza kuwa na shughuli nyingi sana lakini tukakosa amani. Tunaweza kufanya maamuzi mengi lakini yatatupelekea mahali pasipo sahihi. Penzi msikilizaji, wiki mpya imeanza na pengine kuna yule ambaye ananiambia kwamba mwaka unaenda sana. Au mwingine atasema ninaanza tena kutafuta kazi, wengine pia ninaanza tena biashara yangu, mwingine labda atasema ninaanza tena kujenga ndoa yangu. Sivyo, ninaanza tena safari ya kupona, kwamba ninaanza tena kumtafuta Mwenyezi Mungu kwa moyo wote. Na hilo ndilo jambo nzuri kuhusiana na Mwenyezi Mungu, kwamba anatupatia nafasi mpya kila siku. Kila jua linapochomoza linatangaza rehema mpya, linatangaza nafasi nyingine mpya, linatangaza kwamba Mungu bado hajaacha kuandika historia ya maisha yako. Penzi msikilizaji, wiki iliyopita kanisa letu la Afrika Mashariki lilikuwa katika kipindi muhimu sana. Tulikuwa na mkutano mkuu wa AMESEA uliowakutanisha maaskofu kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki. Na moja ya mambo makubwa yaliyotafakariwa sana ni kuhusiana na vijana. Our youths. Je, tunawasaidiaje vijana kuwa watu wenye matumaini? Je, tunawasaidiaje vijana kufanya maamuzi sahihi? Je, tunawafundishaje vijana wetu kumtegemea Mwenyezi Mungu katika dunia iliyojaa sauti nyingi ambazo zinawavuta kila upande? Na nikitafakari hilo nikagundua kwamba sio vijana pekee wanaohitaji hekima. Hata wewe kama mzazi unahitaji hekima. Hata kuhani, padre anahitaji hekima, askofu anahitaji hekima, mfanyibiashara anahitaji hekima, hata dereva unahitaji hekima. Kiongozi yeyote anahitaji hekima. Na mimi na wewe tunahitaji hekima kila siku. We need God's wisdom. Na siku ya leo pia kanisa linamkumbuka Mtakatifu Natalia, mwanamke ambaye alisimama imara katika imani pamoja na mume wake Adrian wakati wa mateso makali sana. Hakuchagua njia rahisi, alichagua njia ya uaminifu kwa Mwenyezi Mungu, na hilo pia lilihitaji hekima, kwa sababu hekima ya Mungu mara nyingi hutufundisha kufanya kilicho sahihi.
doing the right thing, hata pali ambapo sio rahisi, when it is also very difficult. Na leo tunatafakari kuhusiana na mtu mmoja ambaye angeomba chochote kwa Mwenyezi Mungu, lakini akaomba kitu cha ajabu. Mfalme Sulemani, siku ya jana tuliweza kusoma. Ndiyo maana ningependa tu nishirikishe yale ambayo ulijifunza kuhusiana na masomo ya siku ya jana pia. Biblia inatuambia kwamba Mungu alimwambia, omba chochote unachotaka nitakupatia. Hebu fikiria, kama ungepewa nafasi hiyo siku ya leo, ungeomba nini? Eti Subanisa amepewa hiyo nafasi, aweze kuomba chochote kwa Mwenyezi Mungu ili ajaliwe. Angeomba nini? Si angeomba pesa, si angeomba nyumba, si angeomba mambo na afya, umaarufu, cheo, biashara ikue, au wewe ungeomba nini? Penzi msikilizaji, Sulemani alikuwa kijana, alikuwa amepewa jukumu kubwa kuongoza taifa, na badala ya kuomba mali, badala ya kuomba maisha marefu, badala ya kuomba kuwa mtu maarufu sana, aliomba kwamba Bwana, nipe moyo wa kuelewa, nipe hekima ili niweze kuongoza watu wako. Penzi msikilizaji, hapo ndipo siri ya maisha ilipo, kwa sababu mtu mwenye hekima anaweza kutengeneza mali, lakini mwenye mali si lazima awe na hekima. Mtu mwenye hekima anaweza kujengea familia yenye amani, lakini si kila mwenye nyumba, kila mwenye familia ana hekima ya kujenga hiyo familia. Mtu mwenye hekima anaweza kutumia kidogo alicho nacho vizuri, lakini mwenye vingi bila hekima anaweza kupoteza kila kitu. Ndiyo maana hata Yakobo anatuhimiza kwamba mtu yeyote akipungukiwa na hekima na muombe Mungu ambaye huwapa wote kwa ukarimu bila kulaumu. Ni ahadi ambayo iko na matumaini, kwamba Mungu asemi kwamba lazima uwe mkamilifu kwanza, lazima uwe msomi, lazima uwe tajiri kwanza. Anasema tu omba, ask or pray for it. Penzi msikilizaji, unajua kwamba kuna changamoto ya kizazi chetu. Tumefundishwa kujiamini, kwamba usimtegemee mtu yeyote, be self-reliant, be independent, kwamba unaweza peke yako. Ni vizuri kuwa na bidii, ni vizuri kufanya kazi kwa juhudi, lakini kuna mstari mwembamba kati ya kujiamini na kujitegemea bila Mwenyezi Mungu. Na hapo ndipo watu wengi huanguka mtihani. Tunapanga bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu, tunafanya maamuzi bila kusali, tunakimbia sana, lakini hatujui tunaelekea wapi. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Proverbs chapter 3 verses 5-6. Penzi msikilizaji, asubuhi ya leo Roho Mtakatifu anatualika tusianze wiki hii kwa pressure, bali tuianze kwa sala. Tusianze kwa hofu, bali tuweze kuianza kwa hekima. Tusianze kwa kujitegemea, bali tuweze kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na kabla hatujaendelea na kipindi chetu, ningependa kukuuliza tu maswali machache ya kutafakari. Iwapo uko na muda ya kuyajibu, basi ni eneo gani la maisha yako ambalo unadhani kwamba linahitaji hekima ya Mwenyezi Mungu, hasa katika wiki? Pengine ni katika ndoa yako, pengine ni katika malezi ya watoto wako, labda ni kwa biashara yako, ama masomo yako wewe kama mwanafunzi, ama katika ile hali ya kufanya maamuzi magumu, ama katika safari yako ya amani ama imani. Mpenzi msikilizaji, leo usiogope kumwambia Mungu kama Sulemani, Bwana, sina majibu yote, lakini nina imani kwamba ukiwa pamoja nami utaniongoza. Kwa sababu hekima ya Mungu haiondoi changamoto zote za maisha. Inatufundisha jinsi ya kuzipitia kwa amani, kwa ujasiri na imani. Karibu sana katika kipindi cha Rise and Shine, mahali ambapo tunaanza wiki mpya tukiongozwa na Roho Mtakatifu na tukimwomba Mungu, Bwana, tupatie hekima.